Unajua watu tulimwomba rais sisi BAKWATA kwenye baraza la Idi. Kama mnakumbuka, tukamwambia rais, watoto wanaenda shule muda mrefu, wanatoka muda mrefu, hawasomi Qur'ani au fadhili. Tukamwambia maneno mengi sana. Lazima utaratibu urudi, mtoto asome masaa 8 tu, mtoto asome nini atoke arudi na nini aweze kwenda madrasa. Rais akasema nimepokea, lakini jamani dunia imebadilika. Akatujibu, dunia imebadilika. Mimi nakumbuka anasema mwenyewe, mimi nakumbuka hata mimi nilikuwa tunaenda shule tukirudi tunaweza tu madrasa. Lakini nyinyi ndio mnataka mtoto wako awe na diploma au na degree, aendane na dunia ya sasa. Sasa mtume anasemaje? Mtume anasema al-aqilu man arafa zamanahu. Mtu mwenye akili ni yule anayetambua zama aliyomo. Leo watu kuangania watoto wetu tuweke moto pale tunawasha usiku, wewe nakaa tunawapigia hadithi. Huo utaratibu upo tena. Sasa hivi wewe shehe, wewe mzee mwenye busara ingia TikTok. Wewe shehe, wewe mzee mwenye busara ingia Facebook, ndo wako huko. Lazima tuende na zama. Zamani ilikuwa tunafuturu barabarani, leo bali Nairobi tutafuturu barabarani vipi? Sasa zimebadilika. Tutangaza twende Rock City Mall, twende Mwanza Hotel, tutakwenda. Ndio. Sasa hawa nyie kazi mlionayo, haiishi tu kama kusoma hivi. Kama sisi baraza tutawaunga mkono vizuri, tuna uwezo hata hiyo madrasa kwa maana ya Qur'ani ikasomwa huko mashuleni. Ni kujibadilisha tu. Kwamba watoto wanapatikana shuleni. Huku tena kwenye madrasa zetu wanapatikana, lakini ndio mpaka usiku. Na mtu mwenye nia au amlete mtoto nyumbani kwake, kwa nini tusijengee uwezo tista vizuri iweze kuwa na mwalimu hasa anayekwenda kusomesha Qur'ani pia huko shule. Mtume anasema al-aqilu man arafa zamanahu. Mwenye akili yule anayetambua zama aliyopo, sio kulalamika. Ukisha kulalamika utabaki mlalamikaji tu.